Kuna ukweli ambao unaweza usiupende kabisa. Unaweza kuwa na akili sana, lakini watu wakakuona hauna akili. Na mara nyingi sio kwa sababu ya kiwango chako cha elimu, ni kwa sababu ya tabia zako. Leo nitakuonyesha dalili 5 ambazo saikolojia inasema zinaweza kuharibu taswira yako kimya kimya. Dalili ya mwisho ndiyo dalili hatari zaidi, na watu wengi wanaifanya kila siku bila kujua. Kaa hapa mpaka mwisho wa video hii. Akili sio tu kuwa na uwezo wa kujibu maswali ya darasani. Akili ni namna unavyojisimamia, unavyowasiliana na unavyoshughulikia makosa. Hizi hapa dalili 5 kali zinazokufanya uonekane mjinga, hata kama wewe sio mjinga. 1. Kuongea zaidi kuliko unavyosikiliza. Watu wengi wanafikiri kuongea sana ni kuonyesha kujiamini, lakini ukweli ni kwamba watu werevu husikiliza zaidi kuliko wanavyozungumza. Ukimkatiza mtu katikati ya sentensi anayotaka kuizungumza, kunamfanya mtu akuone hujitambui. Ukitoa majibu kabla hujasikia swali lote, unaonekana mkurupukaji. Ukijaribu kushinda kila mjadala, unaonekana mjuaji. Unachotuma kwa wengine sio ishara ya kuwa na akili sana, bali ni ishara ya kutaka kuthibitisha kitu kwa watu. Na watu wanaotaka kuthibitisha kitu mara nyingi hawana uhakika ndani yao. Wakati mwingine ukimya una nguvu kuliko maneno. 2. Kukataa kukiri makosa. Hakuna mtu mkamilifu, lakini kuna watu ambao hawawezi kabisa kusema nilikosea. Kila kitu ni kosa la mtu mwingine. Kila hali na visingizio. Saikolojia inaonyesha kwamba watu wanaoshindwa kukiri makosa yao mara nyingi wana hofu ya kupoteza hadhi. Lakini kinyume chake ndio ukweli. Ukikubali kosa, watu wanakuamini zaidi. Ukikataa kosa, watu wanakuona hauna ukomavu. Nguvu ya kweli iko kwenye uwajibikaji. 3. Kudharau wengine ili uonekane bora. Kuna watu wanafikiria kuwa kumshusha mwingine chini kunawainua wao juu. Wanacheka makosa ya wengine, wanapouza maoni tofauti, wanatumia kejeli kama silaha yao. Lakini saikolojia inasema mara nyingi hii ni dalili ya kutokujiamini. Mtu mwenye akili na kujiamini hahitaji kumbeza mtu yoyote. Hajisikii kutishiwa na mafanikio au mawazo ya wengine. Unyenyekevu ni alama ya hekima kwake. 4. Kuamini kila unachosikia. Katika zama za mitandao, habari za uongo zinasafiri haraka kuliko ukweli. Ukisambaza taarifa bila kuithibitisha, ukichukua kila jambo kama lilivyo bila kuhoji, ukishabikia kila hoja bila kutafakari, watu wanaanza kuona huna uchambuzi wa kina. Akili sio kukariri taarifa. Akili ni kuchuja taarifa. Uliza maswali, tafuta ushahidi, tazama pande zote mbili, ndipo utie neno lako. Bila kulifuatilia jambo, hutakiwi kuzungumza. 5. Kufikiri unajua kila kitu. Hii ndiyo dalili hatari zaidi. Kadiri mtu anavyoamini anajua kila kitu, ndivyo anavyojifungia mlango wa kujifunza. Saikolojia inaeleza kuwa watu wenye uelewa mdogo mara nyingi hujiamini kupita kiasi, wakati watu wenye uelewa mkubwa huwa na tahadhari zaidi. Kusema sijui sio udhaifu, ni ishara ya ukuaji. Ukifikiri umefika mwisho wa kujifunza, hapo ndipo unapoanza kurudi nyuma. Ukweli ni kwamba kuonekana mjinga si swala la IQ, ni swala la tabia. Habari njema ni kwamba tabia zinaweza badilika. Anza kusikiliza zaidi. Kubali makosa yako. Waheshimu wengine. Chuja taarifa na uwe tayari kujifunza kila siku. Jiulize swali moja leo. Je, kuna dalili hata moja kati ya hizi imekuwa sehemu ya maisha yangu? Kama jibu ni ndio, huo sio mwisho, bali huo ni mwanzo wa mabadiliko. Na kama umefika hapa, tayari una kitu kimoja ambacho watu wengi hawana: uwezo wa kujitathmini. Hapo ndipo akili ya kweli inaanza. Kama bado hujasubscribe, ni kuombe ufanye hivyo, na mwisho kabisa comment neno nimejifunza kama umenielewa. Asante kwa kuitazama video hii mpaka mwisho, na kwa heri.